Nimesimama mbele ya kanisa, moyo wangu unaogopa. Siogopi kufa, ila naogopa. Hofu yangu imejaa hata kumwagika. Mashaka yanizonga kwa kile ninachokiona. Najaribu kuyafumbua macho yangu niamini kuwa naota, ila kumbe si ndoto bali ni uhalisia. Nimekuja na swali, naomba niwaulize. Wacha nibadilishe maneno yangu. Naomba nikuulize wewe unayenisikiliza. Nini kimetokea kwenye kanisa la sasa? Hivi wokovu wa mitume ndio tulionao sisi? Roho yule wa Pentekoste ndiye uliyembeba wewe? Najaribu kutafakari tena na tafakari. Nini kimetokea kwenye wokovu wa sasa? Mbona kama tofauti inakuwa kubwa sana? Kama Mungu ni yule yule, mbona mambo si yale yale? Au ndiyo sayansi imemodify na wokovu? Wenzetu walikuwa nao hard copy na sisi tumepewa soft copy. Walipigwa mpaka mawe wakihubiri Injili. Stefano tumeambiwa na wengine waliochomwa. Sijui kama unaelewa mitume walivyokufa. Labda tuombe mchungaji atukumbushe historia. Kwa mateso na maumivu walikubali kuhubiri. Swali najiuliza, walipokea roho yupi? Baada ya Pentekoste dunia ilivamiwa. Walipindua ulimwengu wenye tabia za tofauti. Ni wanadamu kama sisi lakini wa tofauti. Antiokia wakaamua kuwaita Wakristo. Habari zao zilienea kwa kasi kama upepo. Kanisa lilikuwa, wokovu ukasambaa. Kwa ujasiri kina Petro waliisema Injili. Hata mbele ya kifo hawakufunga vinywa vyao. Swali najiuliza, walipokea roho yupi? Kina Paulo na Sila tunawaimba kwenye mapambio, lakini tukumbuke walikuwa gerezani. Uliza kilichowapeleka jirani yako analojibu. Utasema hao ni wa zamani, sisi ni kizazi kipya. Haya basi, ninatubu. Ngoja tusogee hapo 1900. Wale wazungu waliokuja Afrika wa missionary, Livingstone na Pa Elton, kwani kwao kulikuwa na njaa au walikosa kwa kukaa? Afrika walikuja kumejaa malaria, hakuna umeme wala supermarket, hakuna hospitali wala tuition, lakini bado walikuja kuleta nuru kwenye giza. Swali najiuliza, walipokea roho yupi? Walijikana roho zao na kujitwika misalaba. Hawakujali maisha yao. Yesu alikuwa furaha yao. Ukisoma historia zao utadhani walishushwa toka mbinguni, ila ukizingatia utagundua walikuwa kama sisi. Hasa shida iko wapi? Mbona mambo yako tofauti? Wokovu tulionao, wengi wamekufa. Sio tu wamekufa, na maanisha wameuawa. Somalia jirani zetu, ukute unahubiri, kichwa chako utakiacha. Sio miaka ya zamani. Kama uamini nenda leo. Lakini Yesu alisema tuhubiri kote kote. China nako leo hii makanisa yanafungwa. Nenda Nigeria kule Benue State, makanisa yanachomwa, Wakristo wakiwa ndani. Sio mambo ya zamani, mpaka leo yanaendelea. Watoto wameuawa kwa sababu ni Wakristo. Swali najiuliza, sisi tuna roho yupi? Kanisa la Tanzania, nini kimetupata? Nini kimetokea? Mbona mambo yako tofauti? Tumelala usingizi mzito wa pilitoni. Wazee mtakumbuka miaka ya zamani, mtu akiokoka dhambi aliziacha, mtaa mzima wangejua Shirima kaokoka. Lakini siku hizi hakuna tofauti, mlokole na mlevi wote wanafanana. Naomba nisaidiwe, nini kinaendelea? Kama hii ni ndoto, basi ya kwangu ni ndefu mno. Dhambi kuwa kawaida, hili linanishangaza. Zamani uzinzi ni dhambi ya aibu, lakini siku hizi tunasema ni udhaifu, usinihukumu. Ukisikiliza YouTube eti tuko kwenye neema. Neema, nauliza hii ndiyo neema? Eti tunasema neema. Tito 2:11, neema ya Mungu yatufundisha kukataa ubaya. Tuamke usingizini kule tuliko lala, tukatafute sinema za Yesu za zamani. Yale mateso na mapigo yote tumesahau. Mapambio yamebadilika, hatuimbi tena msalaba. Wokovu tumeuacha, tunasema halo mbinguni, tunataka magari. Swali najiuliza, tumepokea roho yupi? Laiti kama tungeweza kuyaona ya mbinguni. Maumivu ya msalaba Yesu hajasahau. Alivyotembea uchi mbele za wanadamu, msalaba kajitwika kwa sababu ya dhambi zetu. Ni kama tukio la jana, makovu bado yana damu, lakini kanisa la leo latonesha vidonda vyake. Hili kanisa la leo kweli lanishangaza. Limekuwa tofauti na lile la zamani. Hata kama sikuwepo,
nimevisoma vitabu au walitudanganya? Hapana, nasema hapana, nasema hapana. Tuna majengo mazuri, lakini roho yuko wapi? Magorofa yenye misaraba na mahema yenye muziki, lakini mbona ni kama hatupo? Swali langu nauliza, mbona hatuna madhara? Bwana Yesu alisema sisi ni chumvi ya dunia. Chumvi ikiharibika itatiwa nini likole? Sisi ni nuru ya ulimwengu, lakini mbona tumezimika? Wenye dhambi wanaongezeka, wahubiri wanapungua. Wengi wetu maofisini hawajui kama tumeokoka. Vioni kwenye venue Biblia tunazificha. Ukisema Bwana asifiwe unajibiwa shalom. Tunaona aibu kupoteza connection. Moyo unaniuma, Yesu alivyosema, ukinionea haya mbele za watu, nami nitakuonea haya mbele za Baba yangu yule aliye mbinguni. Kuna siku atarudi. Mjoli na kukumbusha, ni kweli kuna neema, ila kuna mahesabu. Heri mtu wa yule Yesu alishasema, yeye akirudi akukute ukikesha. Ninasihi tuamke, tuache uvuguvugu. Kanuni ni kutapikwa, Ufunuo 3:16. Amka uliyelala, uache maigizo. Wokovu sio mtandio wa kuvaa siku ya msiba. Wokovu ni pumzi yetu tunavuta kila siku, Luka 9:23. Kujikana ndiyo kanuni. Ili uwe mwanafunzi kwa Yesu wa msalaba, atafuta kila chozi. Lakini mbona macho yako ni makavu? Sio machozi ya msiba, ni machozi ya mateso kwenye kazi ya wokovu. Ukimbeba Yesu, shetani atakuchukia. Kubali kutukanwa, dharau na kuchekwa ni sehemu ya mkataba. Kwa kila aliyeokoka, tunalia chini hapa, mbinguni tutapumzika. Siku nikilala, siku mimi nikilala, wajue nilikuwepo. Mtenda kazi duniani, lakini mwenyeji wa mbinguni. Baba yangu, mama yangu, ndugu zangu, vijana kwa wazee, twendeni kwa Bwana. Huku chini sio kwetu, twendeni kwa Bwana. Tusishikwe na dunia na dhambi ikatulemea, tutupe vya chini pia. Twendeni kwa Bwana.